katika uadilifu kwa wanawake fi qismati layali, ni katika mgao wa siku za kulala, hasa wakati wa kulala usiku. Hilo ndiyo jambo faradhi zaidi kwenye kuwafanyia uadilifu wanawake, kwa kuwa usiku si kama mchana. Usiku ndiyo kipindi cha faragha. Usiku ndio wakati ambao mtu anahitaji kuliwazwa. Usiku ndio wakati wa usingizi mtamu. Usiku ndio wakati wa kumtamani mume, na kama mume kumtamani mke. Unamfanya mwanamke ni wa mchana tu, na unakwenda kama mwizi kwenye hiyo nyumba yake. Huendi mpaka upige simu, vipi hapo nje pana watu? Hakuna mtu baba hapo, hakuna machokodo, kama wenda kuzini. Alafu mke mwingine utajiachia, utakwenda, huogopi, utapiga mahoni, watu wakufungulie geti, wakupokee, wakuwao, unalala hapo. Yule mke mwingine yule unajiingiza kwake kama karungu yeye. La, Al-Imam Ibn Hazm anasema usiku ndio hasa ule ufaradhi wa uadilifu kwa wanawake unabainika hapo. Chukua haya maneno, ni maneno ya ilmu. Wanasema ulama, waqad nakala ahlul ilmi al-ijmaa ala wujubi al-adli baina az-zawjat, na wamenukuu wanawazuoni wakubwa makubaliano ya maulama juu ya uwajibu wa kufanya uadilifu baina ya wanawake. Ijmaati zimenukuliwa, mimi nimenukuu kauli kadhaa. Kauli ya Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa, lakini pia kuna kauli ya Imam Ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala kwenye al-Umm, lakini pia pana kauli ya Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi, na wengineo katika maulama wamenukuu ijmaat za kuwafanyia usawa na uadilifu wanawake. Nisome kauli moja. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, yajibu alayhi al-adlu baina az-zawjatayn biittifaqi al-muslimin. Ibn Taymiyyah anasema kuna wajibika juu yake mwanaume kufanya uadilifu baina ya wake zake wawili. Hiyo ni kwa uchache, mtu mwenye wake wawili. Wajibu huo unawajibika biittifaqi al-muslimin, kwa kuwafikiana waislamu. Thumma yaqulu rahimahullahu ta'ala, fa alayhi an ya'dila fil qasmi, ni juu yake huyo mwanaume afanye uadilifu katika migao ya zamu za kulala kwa wanawake hao. Fa idha bata indaha laylatan au laylatayn au thalatha, ikiwa atalala kwa mwanamke fulani usiku mmoja, au atalala ni usiku mbili au tatu, bata inda al-ukhra biqadri dhalik, atalala kwa mwanamke mwingine, kwa mke wake mwingine kwa kiwango hicho hicho. La yufadhilu ihdaha fil qasmi, asimfadhilishe mwanamke mmoja katika wake zake kwenye mgao. Eti bi mkubwa kwamba huyo ndio malkia, kwamba yule ana tabu bwana, yule siku mbili yakubali yule. Si unajua ndio bi mkubwa, nimetoka naye mbali, chini na nini, kumbe umeshikiwa chini. Sema nimetawaliwa. Sasa kama umefikia kiwango hiko, mkeo mkubwa anakutawala, una kiherere cha nini cha kuoa watoto wa watu? Si utulie na huyo mwanajeshi wako, maana ufurukuti. Tulia. Hata kama ni mke mkubwa, mgao ufanane. Na kuna wengine wanawadhulumu wake wakubwa. Kaoa mke mdogo, imeingia ndogo ndogo, sasa bado mtoto mwanamchanga, akili yake iko huko, anamdharau yule mke mkubwa aliyemzalia watoto, aliyetoka naye mbali, anamnyima baadhi ya haki zake. Kila akitafuta kwa mke mdogo, mchana yuko huko, usiku yuko huko. Yule kama kamsahau, kamfanya kama ni yaya tu, ni mlezi wa watoto, ana ngoma mpya huko. Hata hawa wake wadogo wasiwapande kichwani, mkavunja haki, mtaulizwa kwa Allah. Una thawabu kwa kusambaza ujumbe huu ili wengine nao wafaidike, na Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Mkwiva Online TV.